msikilizaji, ni asubuhi njema Jumatatu tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2029. Karibu katika taarifa zetu za runinga ya Nilai. Runinga inayokutetea habari za utendaji za humu shuleni na kimataifa. Wasomaji wenu ni Vivian Omari na Karen Ogoi. Yaliyomo: taarifa za tathmini ya muhula wa pili. Mawaidha kwa wanafunzi baada ya likizo fupi. Maadili, uadilifu yani integrity. Taarifa kuhusu kombe la dunia raundi ya 32. Usibonyeze kidude, andamana nasi hadi tamati. Habari kamili. Matokeo ya mtihani wa katikati ya muhula uliofanyika kuanzia tarehe 28 Juni hadi tarehe 22 Juni mwaka 2026 kutolewa wiki hii. Kwa habari zaidi, tuungane na ripota wetu. Wapendwa wanafunzi, matokeo ya mtihani wa katikati ya muhula uliofanyika kuanzia tarehe 18 Juni hadi 22 Juni mwaka 2026 yatatangazwa wiki hii. Tunatumaini kila mmoja wenu alijitahidi kadri ya uwezo wake na anatarajia kupata matokeo bora zaidi kuliko yale ya mtihani wa awali. Matokeo haya yawape motisha na kuendelea kujifunza kwa bidii. Kwa walioboreshwa, hongereni kwa juhudi zenu. Kwa wale ambao matokeo hayatakuwa kama mlivyotarajia, msivunjike moyo. Yapokeeni kama fursa ya kujithamini, kurekebisha mapungufu na kuongeza bidii katika maandalizi ya mtihani ijayo, hasa kwa watahiniwa wa gredi ya 6 na gredi ya 9. Kumbukeni kuwa kila mtihani ni hatua ya maandalizi kuelekea mtihani wa mwisho. Endeleeni kusoma kwa nidhamu, kuzingatia maelekezo ya walimu na kuamini kuwa kwa juhudi na uvumilivu mnaweza kufikia malengo yenu. Tunawatakia kila laheri na mafanikio mema. Nikiripotia runinga ya New Life Africa International, ni mimi wenyu Blessing Shalim kutoka gredi ya 8. Mawaidha ni nasaha, mafundisho au ushauri unaotolewa kwa mtu au kikundi cha watu ili kuelekeza kufanya mema na kuepuka mabaya. Tupate mawadila baada ya likizo fupi kutoka kwa ripota wetu Zunira Jane. Wapendwa wanafunzi, karibu tena shuleni. Tunatumaini mlikuwa vyema likizo yenu fupi kwa kupumzika, kusaidia nyumbani na kujitayarisha kwa masomo. Sasa ni wakati wa kurudi darasani tukiwa na bidii, nidhamu na ari mpya ya kujifunza kuheshimu walimu na wenzenu. Zingatieni muda, fanyeni kazi zenu kwa uaminifu na epukeni tabia zinazoweza kuathiri masomo yenu. Kumbukeni kuwa mafanikio yanapatikana kupitia juhudi, uvumilivu na maadili mema. Tunawatakia muhula wenye mafanikio makubwa. Karibuni tena na Mungu awabariki. Nikiripotia runinga ya New Life Africa International, wasomaji wenu ni Zunira Jane kutoka gredi ya 5. Je, uadilifu ni nini? Faida zake ni zipi? Kwa habari zaidi, tuungane na ripota wetu. Uadilifu ni kufanya jambo lililo sahihi hata kama hakuna mtu anayekuona. Ni kufanya jambo lililo sahihi unapokuwa mahali peke yako. Uadilifu unapimwa kila siku katika mitadha mbalimbali kama vile darasani, bwenini, michezoni, sokoni na hata nyumbani. Umuhimu wa uadilifu ni pamoja na: kwanza, kuleta heshima na imani kati ya wanafunzi na walimu. Pili, huhakikisha haki ya usawa kwa wote. Kwa mfano, kila mwanafunzi hupata alama ya kweli anayostahili kupata. Tatu, unajenga tabia na dhamiri safi kwa maisha ya baadaye. Maisha ya baadaye yanaweza kujengeka vyema kupitia uadilifu. Kwa mfano, kazini. 4, unalinda jina na sifa ya shule yetu. Mwisho, unakupa amani ya moyo na ujasiri. Unapofanya kitendo cha kweli, utaepuka aibu na utakuwa na amani na ujasiri. Kwa hivyo, chagua uadilifu leo kati ya jambo moja dogo kila siku. Kwa mfano, kutoiba mitihani, kutodanganya, kutochafua mazingira, kutopigana, kutotazama video chafu mtandaoni na kuheshimu walimu, wafanyakazi na wazazi. Kumbuka kuwa uadilifu ni kama nguo nyeupe. Unapochafuliwa na madoa madogo, watu hawataiona weupe wake tena.
Nikiripotia runinga ya New Life Africa International TV. Ni mimi Waju Mtini Haza kutoka gredi ya 7. Kombe la dunia limeingia raundi ya 32. Kwa habari za hivi punde, tungane na ripota wetu. Hatua ya mchuano ya timu 32 bora imeanza rasmi. Mechi iliyokamilika hadi sasa ni kati ya South Africa na Canada, ambapo Canada ilishinda 1-0 na kufuzu hatua inayofuata. Leo kuna mechi kubwa zinazosubiriwa sana. Brazil dhidi ya Japan, Germany dhidi ya Paraguay, Netherlands dhidi ya Morocco. Timu za Afrika bado zipo kwenye mashindano na zikiwemo Morocco, Ivory Coast, Senegal, Egypt, Ghana, DR Congo na Cape Verde, ambapo zimepigania nafasi ya kuingia hatua ya 16 bora. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, unashabikia timu gani katika kombe hili la dunia? Nikiripotia runinga ya New Life Africa International, ni mimi wenyu Kelvin Omondi kutoka gredi ya 7. Je, wajua kwamba kicheko hakiongezi pesa mfukoni lakini huongeza furaha moyoni? Je, wajua kwamba kicheko hakiongezi pesa mfukoni lakini huongeza furaha moyoni? Sasa wajua. Asante kwa kuchagua runinga ya Live kama runinga yako nambari 1. Kwa habari hizi na nyinginezo, tembelea YouTube yetu New Life Africa International TV #RaisingLeaders for Tomorrow.